Hizi ni mbegu za maboga. Nimeziotesha, nikazikausha, alafu nikazisaga. Mbegu nzuri ambazo zina faida nyingi mwilini, zina magnesium nyingi. Wagonjwa wa sukari wanaweza wakatumia. Wagonjwa wa pressure, watu wa kawaida ambao hawaumwi. Lakini mbegu nzuri pia watoto wanatumia. Unaweza ukamwagia kwenye uji. Unaweza ukaunga kwenye mboga kama unavyoweka karanga. Ni super seed nzuri sana. This is the pumpkin seed. It has a lot of nutrients in our body. It is high in magnesium, high in protein, brain protein. This is the protein from the plant, are very important in your body. This seed can heal wounds. It helps in blood, in repairing the body because of its protein. So add it in your diet. You may use it in your boiled water and drink it in the morning. This seed, it helps in hair growth. It strengthens the hair follicle. This one, it has it is antioxidant. It is an inflammatory. It prevents inflammation. So try to use this one. It's very, very important in our body. Ukitumia mbegu hizi ni nzuri pia kwa wanawake ambao wanasumbuliwa na mzunguko wa hedhi. Lakini mbegu hizi pia zina madini ya zinc ambayo yanasaidia kwenye uzazi. So ukitumia kwa mwanaume au mwanamke, unatumia, ni nzuri sana. Unatumia vijiko vitatu, 3 tablespoon, vijiko vitatu vya mezani. Nasema vijiko tunavolia wali. Muhimu sana. Ukishamaliza kusaga, unachekecha. Chekecha ili kuondoa makapi. Haya makapi yanazuia umeng'enyaji tumboni. Kuondoa makapi kwa kuchekecha. Haya makapi unaweza ukawapa kuku kama unao, au ukayamwaga shambani, yanatumika kama mbolea. Unaona? Chekecha inapata unga mzuri. Agizia mbegu lishe hizi kwa bei nafuu kabisa. Unaweza kupima kuanzia shilingi 1000, 2000, 3000. Kila siku vijiko vitatu unatumia kwenye mboga. Ukishapika mboga yako unatumia hii na unaweka kwenye mboga. Kwanza inafanya mchuzi unakuwa mzito mzuri. Lakini pia huna haja kutumia mafuta. Unatumia hii tu kwenye kuongea kwenye mboga, mboga yoyote, mboga ya nyama, dagaa, kwenye uji pia unaweka. Unatumia kwenye mboga za majani. Kuna wakati naelekeza jinsi ya kupika mboga za majani. Unachukua nyanya unazisaga, kisha zisaga nyanya. Unaweka maji zinachemka, zikishaiva unaweka na chumvi. Alafu unaweka mboga yako kama ni mchicha, tembele, chinese, spinach.
unaweza kushaweka, unachukua pia hii unga wa mbegu za maboga vijiko vikubwa vya mezani vitatu. Unaweka kwenye maji kidogo, unatengeneza kama kiuji kizito, alafu unaweka kwenye mboga yako. Inakuwa mboga nzuri ambayo haina mafuta lakini na vitamins nyingi sana mwilini. Hii mbegu ni nzuri mno. Kama una matatizo ya vidonda vya tumbo, na matatizo ya vidonda vinakaa muda mrefu bila kupona, hii mbegu ni nzuri sana. Lakini kwa mabinti ambao wanataka kuzaa, uzazi unasumbua, unapata maumivu ya tumbo la uzazi chini ya kitovu, tumia hii, ni nzuri mno. Ina faida nyingi sana mwilini. Itakusaidia na afya yako itaimarika. Nenda sokoni kanunue mbegu za maboga. Hii ni mashine ambayo naitumia kusaga. Zinapatikana, zinauzwa sokoni au madukani, unapata. Hii niliagiza. Lakini pia huu unga, hizi mbegu za maboga pia zinasaidia kutengeneza shape yako. Unakuwa na shape nzuri, unakuwa na muonekano mzuri. Hata kama umezaa, unakuwa na muonekano mzuri, unakuwa na ngozi nzuri kwa sababu ina vitamins nyingi kwenye mwili. Lakini kama nywele zako zinakatika, zile fupi, zinabadilisha rangi, hii mbegu ni nzuri mno. Itakusaidia mwili wako kuwa vizuri, kuwa na afya njema. Mwili unapokuwa na afya njema, kila kitu kinakaa vizuri. Ngozi inakuwa vizuri, nywele zinakuwa vizuri, kucha zinakuwa vizuri. Na wewe unapojisikia ndani ya mwili unajisikia vizuri kwa sababu afya imeimarika. Lishe ina mchango mkubwa sana kuwa na afya njema, kujisikia vizuri. Kwa hiyo zingatia sana lishe. Wanawake wengi baada ya kuzaa huwa wanapitia changamoto nyingi sana za kupata vitambi, kupata mvurugiko, wanakuwa na mvurugiko wa hedhi, wanakuwa na mood mbaya, wanaweza kuwa na hasira, wana kisilani. Hiyo inachangia na homoni. Homoni zina mchango mkubwa sana kwenye maisha yetu ya kila siku. Lakini kama utakula mlo mbaya ambao hauna virutubisho, basi hizo homoni zinabadilika na kuwa zinaleta madhara mengi kwenye mwili wetu. Dalili ya kwanza, utaona mzunguko wako wa hedhi hautakuwa sawa kabisa. Hiyo ni dalili ya kwanza kuwa homoni zako zina changamoto. Lakini kingine, dalili nyingine, utaona ukatikaji wa nywele kunafoka, ngozi inaharibika, unakuwa na chunusi, unakuwa na allergy. Kisha vitu vinakutokea ambao sasa una kisilani. Wakati mwingine unakuta mtu una dalili hata zile kama za mtu mjamzito wakati sio mjamzito. Basi ujue homoni zako zina changamoto. Hizo moja imezidi, nyingine imepungua. Au lishe yako haiko vizuri. So zingatia sana lishe, unakula nini, unakunywa nini, kwa wakati gani. Itakusaidia afya kukaa na kuimarika. Thank you.